na kama vile mnajua tulikuwa huko Nanyuki mwaka uliopita na tukakubaliana mambo kadhaa ambayo tutafanya kama serikali mwaka huu, na tuko hapa kuangazia hiyo maneno na kuangalia ni yapi tumetimiza, ni yapi ambayo tumekuwa na changamoto. Pia kama familia tukipanga ile tutafanya mwaka huu. Tuko hapa na tunasema kwamba mwaka huu ni ule mwaka. Hii ndio slogan yetu ya hii retreat, kwamba huu mwaka wa 2024 ni huo mwaka. Na tuna mfano tunatoa, tunasema tulipolifanya huko Nanyuki mwaka uliopita ni kupanda mbegu. Mwaka huu tumekuja hapa kupalilia. Ndio mwaka ujao tuweze kuvuna. Mwaka utafuata tuweze kupeleka mazao yetu kwa soko. Na mwaka ule mwingine wa 2027 ikiwezekana tuweze kulipwa na wananchi wa Kenya. Kwa hivyo huu ni mwaka ambao hatuwezi kucheza. Nataka kusema kwa ufupi, niseme kwamba mimi kama waziri ambao anaangalia utendakazi nimezunguka mawizara zote. Naweza kuhakikishia kwamba kazi imefanywa. Serikali ya Kenya Kwanza chini ya Rais William Ruto imefanya kazi. Yale mambo matano ambao tuliwaahidi wananchi wa Kenya. Tungeangazia mambo ya afya, na nyinyi mmeona hata mpango wetu wa afya, ile sheria ambayo imepitishwa juzi, mahakama ilitupatia ruhusa ya kuimplement hiyo mpango yetu ya kupatia vijana ajira, tukianzia na mambo ya program yetu ya housing, tukiangalia na mambo yetu ya export ya wafanyikazi kwa zile nchi ambazo zinahitaji wafanyikazi, mambo ya digital super highway ambayo ndio iko very aggressive na very ambitious katika bara la Afrika. Hakuna nchi mingi iko na program ya super highway kama ile tuko nayo. Mpango ya kuzalisha chakula. Wakati kama huu mwaka uliopita tulikuwa na kilio cha chakula, kilio cha unga na kilio cha bei za bidhaa za kawaida ilikuwa juu sana. Wananchi wetu tulikuwa tunazunguka hii Kenya hii tukigawanya, huu waziri anaenda kupeana chakula huko, mwingine huko. Leo hatuko leo changamoto kwa sababu kwanza Mwenyezi Mungu akatubariki na mvua, na ya pili ile mpango dhabiti ambao rais aliweka sana sana upande wa kuwapatia wakulima wetu mbolea ndio waweze kuzalisha chakula, hivi kwamba kama vile waziri wa fedha amesema kwamba mwaka katika kwota ya mwisho ya mwaka uliopita uchumi wetu ikapanuka kwa 5.6, na katika hiyo kukupanuka kilimo agriculture ambao mwaka ambao ulikuwa hapo mbeleni ilikuwa imeenda chini kwa 1.1 ikaweza kupanuka kwa 6.7. Hiyo yote haiwezi kufanyika kwa bahati, ni kwa sababu ya ile mikakati ambao sisi tuliweza kuweka katika huo mwaka ambao umepita. Serikali yetu tuliweza kutimiza miradi ingine 171, na hiyo yote ni kwa sababu tumefanya kazi kama timu. So vile tumekuja kufanya hapa ni kuangalia hiyo maneno, kuangalia hiyo mambo ambayo tumetimiza, na pia kuangalia changamoto. Na changamoto ni mingi. Tulikuwa changamoto ya deni, na mmeona vile waziri anafanya. Wiki iliyopita aliweza kulipa madeni yetu. Umeona kulipa tu madeni, shilingi yetu ambao tulikuwa tunapigiwa duru sababu shilingi imedhoofika, na sijasikia nyinyi mkitusherehekea. Sasa ambao imeanza kupata nguvu, ni kwa sababu tumeamua sisi tunataka kuweka focus. Makelele itakuja hapa na pale, lakini tukiendelea hivi mwaka moja mwaka ingine, hilo barabara ambao tumejichagulia ya kuinua uchumi wetu itaweza kutufikisha hapo. Tuko na miradi 181 ambayo iko katika pillars 25 ambazo tutajadili leo katika alasiri ya leo, ndio tuweze pia kuangalia kama kwamba tukikutana hapa mwaka ujao wakati kama huu, hiyo growth tumesema ya 5.6 pengine tunataka ikuje kama 7 alafu ikuje 8 namna hiyo ile double digit. Na mimi nimekuwa kwa serikali kwa muda mrefu, ile double digit tulikuwa tumesema katika ile vision 2030. Mimi niko na hakika tukifikia mwaka wa 27 tutakuwa tumefika hiyo maneno ya double digit. Pia niseme hii maneno hawezi kufanyika kama sisi kama serikali tufanye kazi pamoja. So bali na kujiangazia sisi wenyewe, hii ni fursa ambayo tuko nao kama mawaziri, kama makatibu, kama wale watu ambao wanatushawishi kukaa pamoja na kutengeneza ile teamwork ambayo itatuwezesha kusonga kutoka hapa kwenda mbele. Ombi langu ni moja, nyinyi tumekaa chini mpaka na watu wa mahakama
mlikuwa mnasema haiwezekani. Mlituona tumekaa mpaka na Martha Koome, tumekaa chini hata na ile tume huru ambayo iko kwa katiba, tumekaa chini na bunge. Hata nyinyi sijui mmeachwa wapi nyinyi wanahabari sijui hii maneno yote hamuoni ama nini jamani? Mimi nawaombea Mungu aguze macho, mfunguke muone. Hata nyinyi vile kila mtu amesema kuna haja kila wakati, hatuna nchi nyingine. Hata nyinyi ni pati ya nchi, kujeni tujadiliane. Hata nyinyi kuna vile mnaweza kuchangia tusonge mbele pamoja. Unajua naambia profesa sasa rafiki yangu hapa, unajua kila siku yeye anaona shilingi iko sawa, anaona amelipa deni na nyinyi mnaendelea kumchapa. Nikamwambia sijali, hata Yesu alipotembea kwa maji nyinyi mliandika kwamba ameshindwa kuzama. So tunaambia nyinyi mkuje hata sisi soge pamoja.